Habari Mwafrika, habari mtoto wa Afrika, habari Mtanzania, habari mtoto wa Tanzania. Nimerejea tena, nimerejea tuongee ndugu Mwafrika, ndugu Mtanzania. Sasa kabla sijaenda mbali, hebu wasikilize hawa. Abdalla, natokea Vingunguti Miembeni. Mimi ni katibu wa Chauma. Leo nimekuja hapa mbele yenu kuja kuongea masuala kuhusu Chauma. Mimi ni mwanachama, nilikuwa wa Chadema na nilitoka Chadema kutokana na kwamba chama changu sasa hivi akishiriki kwenye uchaguzi. Nikaja nikajiunga Chauma. Lakini Chauma haina tofauti na Chadema. Hawa Chauma ni wanyanyasaji wa kijinsia. Sisi wanawake tumejiunga mule. Tumeambiwa tujikusanye kwa makundi ya watu 15. Tumejikusanya, tumeandika fomu kwamba mama atatutembelea, Agnesta mama atatutembelea aje atukopeshe mikopo kwa ajili ya biashara, lakini hakuna. Ni uongo, unafiki mtupu. Yaani Chauma haina tofauti kabisa na CCM. Ni wakandamizaji, wanatukandamiza wanawake. Hakuna lolote linaloongelewa kwenye Chauma lina ukweli. Mimi niko hapa mbele yenu leo, waandishi wa habari, naomba radhi katika chama changu cha Chadema. Wanisamee mimi nikiwa kama binti yao, kijana wao, wanisamee. Leo rasmi naacha, natoka kabisa Chauma, narudi kwenye chama changu cha Chadema. Sitaki, nimechoka na ufisadi na unyanyasaji. Hivi kiongozi bora anapata wafuasi. Kiongozi bora anapata wafuasi kwa kutokana na maono yake. Kiongozi sahihi, kiongozi ambaye yuko serious, ambaye anaujua uongozi, wafuasi wake anawapata kutokana na mitazamo yake kwa kile anachokiongoza. Sasa tunaongelea taifa. Kwa hiyo kiongozi bora wa taifa, wafuasi wake, anajipatia wafuasi wake kutokana na sera zake na future yake na kile ambacho amekifikisha kwa wananchi. Unaelewa vizuri, ambacho ni sahihi. Let's say kwamba huyu kiongozi wafuasi wake anawapata kutokana na tuchukulie mtazamo wake. Anatazamia nini huyu kiongozi kwenye taifa? Kwamba huyu kiongozi tunamfuata kwa sababu yeye anasimamia haki ya Afrika, haki ya Tanzania, haki ya raia mmoja wa Tanzania, maneno ya kila Mtanzania. Sasa tumeona mara kadhaa akipigana, tumeona mara kadhaa akiongea, akitokwa na maneno ambayo ni ya haki, lakini mara kadhaa tumeona haki akitafuta kwa udi na uvumba, lakini mtazamo wake ni chanya. Kwa raia au wafuasi wanaangalia, wakishagundua kwamba huyu kiongozi bwana anaweza kutufikisha nchi ya ahadi, huyu kiongozi taifa letu anaweza kulitoa hapa kulipeleka mazingira fulani au katika hatua fulani, wanaamua kumfuata wao pasina kupewa chochote. Wao wanafuata tu mawazo ya kiongozi. Hawa watu wakimfuata kiongozi wa namna hii ambaye ni muonyesha njia, wakimfuata hawa watu ni kwamba wanataraji kupata ahueni ya taifa lao. Kama taifa lao lilikuwa na matatizo ya miundombinu, watahitaji kiongozi huyu atatue matatizo hayo. Kama taifa lao lilikuwa wana dhahabu, wana uranium, wana kila kitu, lakini pamoja na kuwa na kila kitu, ila bado taifa lao linaonekana maskini, maana yake huyu kiongozi atakuja kupambana na umaskini. Kama taifa lao lilikuwa na ukosefu wa maji safi na salama, lakini ndani ya taifa wana mito, maporomoko, bahari,
wana maziwa makubwa ndani, basi tunataraji kiongozi huyu aje atatue tatizo hilo la maji. Na huyu kiongozi akija, iko haja kubwa ya kumhoji kwa nini haujafanya 1, 2, 3, na hapo tunakuwa na haki. Sasa hivi, ndugu Mtanzania, ndugu mwa Afrika, nazungumzia Afrika kwa sababu ni yetu. Afrika ni yetu sote na Tanzania ni yetu sote. Sasa kinachotuuma wana Afrika katika mataifa yetu, kinachotuuma wa Tanzania katika taifa letu ni kwamba Afrika tuna viongozi ambao hawatokani na hizi sifa, kwamba hawafuati na wafuasi wao kwa sababu ya mitazamo yao. Hapana, ni kwamba Afrika tuna viongozi ambao wana wafuasi wengi ambao wanafuatwa na wafuasi hao kwa sababu ya fedha zao. Ndio maana nimewahi kusema kwamba wananchi, mtoto wa Afrika ndiyo sababu ya kila kitu katika Afrika yake kuwa hivi ambavyo iko. Umenielewa vizuri? Umewasikiliza vizuri hawa watu? Hawa watu wametoka kwenye chama kimoja wakaenda kwenye chama kingine. Huku kwenye chama kingine wamekwenda kule kwa sababu wameambiwa, njoni tutawapa mikopo, njoni tutawapa bodaboda. Ukiendelea kuisikiliza hiyo clip inaendelea ndefu, inasema kuna wengine wanasema tuliahidiwa bodaboda, hatujaziona. Tuliambiwa tutengeneza vikundi, tutapewa kitu fulani, tutapewa 10,000, hatujaziona. Kwa hiyo tulichoahidiwa kupewa hatujakiona. Ndio maana tumeamua kuacha au kutoka kwenye chama, tunarudi tulikotoka. Umeelewa vizuri? Sasa ngoja nikwambie Muafrika, ngoja nikwambie Mtanzania, ukishaenda kwenye chama chochote kile, ukishamsupport kiongozi yeyote ile katika taifa lako, ndani ya mataifa ambayo ndani ya bara hili la Afrika, ukishamsupport kiongozi yeyote yule kwa sababu tu amekupatia bodaboda, kwa sababu amekupatia 10,000, kwa sababu amekupatia 50,000, ukaenda kwa sababu ya hivi vitu, taraji kuona ufisadi mkubwa, taraji kuona umaskini, taraji kuona njaa, taraji kuona giza katika taifa lako, taraji kuona mabaya katika taifa lako, na wala hauna sababu ya kulaumu. Kwa nini hauna sababu ya kulaumu? Kwa sababu tayari ushauza taifa lako kwa shilingi 50,000. Tayari ushauza taifa lako kwa shilingi 10,000. Tayari ushauza taifa lako kwa shilingi 50,000 au kwa kile alichokupa ile hongo, ili umchague, ili umfuate. Sasa ndio maana nikasema sisi ndio sababu. Sisi ndio sababu ya viongozi wabaya. Sisi ndio sababu. Kwa hiyo ukikataa rushwa utapata kiongozi ambaye ni bora. Haijalishi rushwa na nini. Sasa tumefika mbali mpaka watu wanasema kwamba mimi nipo kwenye chama kwa sababu kuna posho. Nauza rasilimali za taifa, nauza rasilimali za bara zetu, wa Tanzania, wa Afrika. Tunauza bila kujua, pengine kujua, na asilimia kubwa tunajua, ila kinachotuumiza ni ubinafsi. Unakimbia mustakabali wa taifa kwa kwenda unamkimbilia kiongozi aliyokupa 50,000, unamkingia kifua. Hao watu leo wameongea hivyo, lakini wakati wanatoka kule walikotoka, pengine walitukana, waliongea mabaya, ila leo wanarudi. Kwa ndugu mu Afrika, ndugu Mtanzania, kuwa makini sana. Hao watu ni wanachama wa kawaida. Wapo wanachama viongozi wenye kalba hii
ambao wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na ukiangalia sababu ya kutoka, wazi kabisa inaonekana huyu mtu amehongwa, aidha amepewa pesa au ameahidiwa, amepewa ahadi ya kuwa kiongozi kwenye eneo lile. Sasa huyu mtu akihamia huku, utasikia kesho ni mbunge, au utasikia anawania ubunge, anawania labda wadhifa fulani, na kama akiwania kuwa mwakilishi wetu, anakuja kwetu sisi. Haji mikono tupu, kwa sababu tayari anajua ameshaharibu, sikashapewa fungu tayari. Anakuja kwetu sisi, anatushika mikono, anatukamatisha rushwa, tunachukua, tunamuunga mkono, tunampeleka kuwa mwakilishi wetu. Halafu tunataraji akishaenda kuwa mwakilishi wetu anafanya vibaya, sisi huku tukiwa tumempeleka, tunataraji kwamba atakuwa kiongozi mzuri, atakuwa mwakilishi mzuri. Huyu mtu wa namna hii hawezi kuwa mzuri, hawezi kubeba maono ya taifa, atabeba ya kwake, kwa sababu tayari huyu mtu ni msaliti. Ametoka kule kwa usaliti, ameahidiwa kitu fulani, amekuja huku, ameona siwezi ukipata kirahisi, amechukua pesa, amekuja kuhonga, amenunua. Mtu amenunua tayari. Akikupa pesa ili umpe ubunge, ameununua ubunge, hakuwakilishi wewe. That's why anafanya anachotaka. Atafika bungeni, ataongea kile anachotaka. Wengine hata waongee, lakini kwenye majimbo yao kuna matatizo. Kwa hiyo ndio maana nikasema, wa Afrika, wa Tanzania, kinachotuuma na hiki, sisi ni wabinafsi, alafu sisi ni wala rushwa. Tunapenda rushwa sana kuliko maslahi ya taifa. Kwa hiyo tunachokiona leo, ambacho kinaendelea leo, kinafanya mpaka baadhi ya vijana wanataka kujitoa kwa sababu ya sisi kwanza, na baadhi ya vijana wengi ni wapenda rushwa. Tunasalitiana, tunaenda hivi, tukipewa shilingi 50 tunakwenda. Ndio maana unakuta mtu anakuambia mimi sijihusishi na siasa kabisa. Sijihusishi na siasa. Siasa ni mchezo mchafu. Uchafu wenyewe ndio huu. Na kama uchafu utaendelea hivi, mataifa yote ambayo yako Afrika na taifa letu hili Tanzania litabakiwa kuwa hivi au kuendelea kuwa vibaya zaidi ya hapa. Mimi nimemaliza. Afrika ni yetu sote. Wewe Mtanzania, Tanzania ni yetu sote. Mzigo mkubwa tulionao ni kuibeba Afrika yetu, na mzigo mkubwa tulionao ni kuibeba Tanzania yetu. Asante.